Wewe vipi? Nini mbaya? Kaka njoo hapa kidogo. Shida nini bana? Naombeni ile miwani yangu pale kwa meza kaka. Mshanzo usumbufu wako. Mimi nakwenda kuchukulia miwani, sina kazi za kufanya, si ndio? Nichukulie kakangu tafadhali. Tushaanza kujiana vibaya, si ndio? Wewe unajua hapa nyumbani ulikuja na nani hapa? Wewe si ulikuja na mamako wewe? Mimi nakuletea mimi miwani. Fanya hivi sasa, naomba unisikize. Sio hivyo kaka. La kufanya wewe ukitoka hapa kafungue mbuzi. Sio hivyo kakangu. Niletee mbadilishe hata shati langu, chukulia shati jeupe pale ndani. Toka juzi niko na hili kakangu, nisaidie tafadhali. Najisikia kweli kaka, mimi naondoka. Ole wako nije nisikie majirani wote mtaa mzima wamesikia kama mimi nakutesa. Mimi nimetoka kukutesa wewe. Ole wako. Mimi nisichukua mdamuzi na nataka tende sikalishwe bombo ndani kaoshe. Kaka. Wewe. Kaka mbona? Msaada jamaa. Mtu wangu basi. Msaada kaka. Mtu kaka. Ndio. Kwani kuna shida gani bro? Mbona uko chini? Bahati mbaya, naombeni mtu wangu basi. Tafadhali. Kaka, hebu enuka kidogo. Enuka. Asante. Enuka mami. Nisaidie basi na mjiti wangu. Alafu, kwani kipi kimetokea bro? Mbona nakukuta chini? Kumetokea nini kaka? Maisha tu kakangu. Maisha tu ndio venye yako. Tuelewa tena, maisha ni kupanda na kushuka. Elewa ni maisha bro. Kimetokea kipi mpaka na kukuta chini kaka? Na wewe mwenyewe umekula bro? Bado. Lakini hamna shida tu, niko sawa. Na hapa si weishi na kaka yako ameenda wapi? Ameenda tu mihangaikoni. Kwa hivyo bado hujala kabisa? Kakangu kusema kweli toka juzi sijala. Kakangu nikimuulizia hela ya kula nasema hana pesa ya matumizi. Sasa fanya hivi, wewe nisubirie hapa, mimi naenda kutafutia chakula uje ule kaka. Sawa bro? Asante kaka. Ningoje hapa. Usijihangaishe kuenuka kwenda wapi, nisubirie hapa, naenda kutafutia chakula uje ule kaka. Si sawa? Lakini onekana huko kaka yako yakutesa sana. Si maisha mazuri. Ama yachukua ile advantage yako wewe uoni ndio hiyo yakubeba hivi, lakini nyataishi tu kaka. Si ni mipango ya Mungu, ama hajui kwa yeye pia naye bado hajaumbika. Kiatu chako vae, mimi nikakuhangaikia upande wa chakula bro, naja sasa hivi. Asante kaka. Asante. Kaka, ndio kaka, umerudi? Nishakuletea chakula bro, shikilie tumbo. Kama kaka yako atakuja kujali pia itakuwa ni vizuri, lakini shikilia bro. Asante. Basi unaweza nichukulia sahani pale ndani kama itawezekana. Nimeenda kwa ule mama kibanda akakuchukulia chapati 3 na maharagi. Waweza tumia kuziko kwa mfuko, waweza kula tu hivyo, si lazima sahani bro. Shaona kaka? Asante. Mungu akubariki sana. Shukrani kakaangu. Karibu tena kakaangu. Asante. Ukiwa na shida yoyote mimi nitakuwa napitia hapa kwa sababu najua wewe obviously wateseka. Kwani inawezekana weishi na kaka yako lakini yeye hata hakujali. Si maisha mazuri na hujapenda kuwa kipofu wewe. Kwani kakaangu weishi mtaa wapi kakaangu? Mitaa kati hapo. Hapa kwa Mamrina. Mimi nitakuwa nakutembelea kila siku nikusaidie.
unanishangaza sana. Itakuwa umtembelea. Subiri samani kama naongea sitaki kuulizwa kaka za nini? Ni mgeni. Wewe unajidai kweli na amekuletea chakula kama nani? Kaka ni mgeni. Lakini elewa kaka, huyu ni Msamaria mwema. Msamaria mwema, si ndio? Tenga pesa zako uende ukatoe kwenye mayatima. Huyu ni mtu na familia yake. Huyu nimemlea tu kama mimi mwenyewe nimeachwa wazazi wangu. Kaka tena naye ndio ni wakujidai wewe ni Msamaria. Kila siku utakuwa nipiga, kila siku utakuwa nipiga. Utakuwa kuja vipi? Hapa ni kwako ama ni kwenu? Ole wako nikuone tena hapa. Mguu wako. Sio hivyo kakangu. Ni Msamaria tu amesema atanisaidia. Nilimwomba mimi chakula. Kaka usigombane naye tafadhali. Lakini kaka huyu ni msaada tu, alafu ni ndugu yako haoni. Kwa nini wamtesa wamnyanyasa? Usilikuwa namsaidia tu kakako. Haiwezekani. Sitaki kusikia la mteka maji msikitini wala la mwadhini. Chakula gani cha kumletea huyo? Venye wafanya bro sio vizuri, elewa ni chakula hiki. Na huyu ni kaka yako. Haiwezekani. Kwa nini umnyanyase? Kwa sababu haoni. Kwa hiyo wataka majirani wanaelewa mimi bana, nionekane mimi namnyanyasa huyo. Baya wako ndio utadirika bro. Elewa huyu ni ndugu yako. Angalia bro, wewe nenda. La kufanya nenda bro. Nenda bro, nimekwambia nenda. Subiri, nimekwambia tulia. Lakini elewa malipo ni hapa tu duniani. Nimekwambia nenda bro. Wewe vipi? Nenda. Sasa wewe vipi? Na wewe tusizoeane vibaya. Usitaki kuniharibia. Bwana unasikia kweli hicho alichokiongea? Ama itakuwa akili zake zimechanganyikia. Itakuwa kila siku nikijaje amsaidie huyu amekuwa yatima huyu. Amekuwa yatima huyu. Alafu wewe ole wako. Ole wako. Ole wako lijirudie tena liko. Kaka. Nienue basi. Kwani Mungu wangu. Huyu si ndugu yangu huyu. Mtongo utakuwa wapi? Kama utakuwa wapi? Mungu wangu. Mtoto haya mpaka lini? Mama, nitakulaumu mama. Haya yote kwa ajili yako. Kaka yako tumbo moja wa Msukuma, nimeamua kumsaidia kumnunulia chakula, bado sio chakula wakimwaga. Hili lazima nilifikishe kwa mwenyekiti, siwezi kaa nalo, limeniuma. Mtu haoni tena, sikupenda kwake. Mwanzo ile jamaa mimi namshuku za kwa huyu kaka yake, haya macho alimfanya kitu si bure, kwa sababu hizo dhulma zilizofanya lazima alimfanya kitu kaka yake, yeye mashamba achukue yeye kila kitu, na kibaya zaidi kila akiongea asema kaka yake alikuja na mambo. Ndio mfanye hivi tena, mlitoka tumbo moja. Haya na yapeleka kwa mwenyekiti. Mwenyekiti. Salamu alaykum mwenyekiti. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Hali nzuri kijana. Afadhali nimekukuta, mambo yenye yanafanyika kwa kijiji chako hata ya Mungu hayaridhishi mwenyekiti. Hizi ni dhulma zenye zafanyika. Hebu kwanza tulia kwanza, mbona uko na pressure hivyo? Mbona uko juu sana wahema? Hebu njoo kae hapa. Tafadhali. Hata nguvu ya kukaa mwenyekiti sina, haki ya Mungu ni dhulma hizi. Basi. Mimi najua kijiji changu kiko sawa kabisa, hakuna shida yoyote. Na umekuja huko mbio, kuna pressure, shida iko wapi kijana? Mwenyekiti, ukiniona mimi nimefika kwako time kama hii, basi ujue sio kuzuri kabisa. Kuna mwana kijiji wako mmoja pale, yeye maskini haoni tena, yuko na brother yake, lakini kaka yake yuamtesa. Huoni mwenyekiti, hii ni dhulma hii yenye yuwafanya. Mtu haoni, chakula hampi. Nimefika hapo mwanzo amemsukuma, amemwangusha na mimi nimeamua kama msamaria mwema kumsaidia. Akaja na maneno mengi mpaka mimi mwenyewe pia nami akanisukuma nataka kuanguka kwa sababu kumsaidia brother ndugu yake tumbo moja. Mimi makosa yangu ni yapi pale? Alafu istoshe mwenyewe ni mlemavu, ule mtu haoni. Sangekuwa yuaona, sangekuwa yajifanyia mwenyewe.
Sasa hapo nimekuelewa. Huyo kijana namsikia, lakini sijawahi kumwona. Si mara ya kwanza kuletea matatizo huyo. Mwenyekiti, mimi nimeamua kulibeba hilo jukumu, si nimekuja hapa mimi. Wallahi venye nimechoka, niko radhi nikuchukue nikupeleke mpaka kwake. Haiwezekani amnyanyase ndugu yake. Hiyo haitawezekana. Kama mwenyekiti niko hapa, hiyo haitawezekana katu. Haitawezekana kabisa hiyo. Tutamchukulia sheria. Serikali iko na lazima ifuate sheria. Sio vizuri kabisa. Lazima kijana apate sheria. Hiyo kitu. Alafu isitoshe, mimi nilikuwa kwenye kiti kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya mambo kama hayo. Wewe ni mlemavu na mlemavu hapaswi kunyanyaswa. Sasa kijana, leo sasa hivi niko busy. Kuna shughuli ambayo nafanya hapa ya wenzio. Kesho utakuja asubuhi 2:00 tunaenda pale kumfuata hapo kwao. Lakini mwenyekiti, hilo neno lenye nimeliona mimi, naona mimi ikifika kesho, yani itakuwa sio vizuri, kwa sababu huyo kijana nina imani hicho chakula chenyewe kimpigwa mateki na kiangalia hivi, hajala hicho chakula kwa kimpigwa mateki na kiangalia hivi, huyo kijana yuumia mwenyekiti. Basi ni sawa kijana, kesho njoo, hakuna tatizo, itakuwa sawa hilo neno. Kwa hivyo kesho njoo, tutamalizia hiyo neno. Mimi kesho asubuhi sana nitakuwa hapa, sinywi hata chai, nitakuja na asubuhi hapa, inshallah.